Huenda Mungu akanyosha mkono wake, wakufa wamekufa, wakutekwa wametekwa, wakufa na njaa mateso wamekufa, na wengine bado mioyo yao inawauma, majeraha bado yapo ya kudumu, yapo hayaponyeki. Lakini Mungu anasema dawa ya kuyaponya majeraha yako, maumivu yako ni kumrudia Mungu tu. Kwa sababu tunapomkosea Mungu, mtu wa kwanza tunapofanya maovu, maasi, tunapofanya dhambi, tunamkosea Mungu. Na huyo ndio wa kwanza kumrudia kwanza, kabla ya mambo mengi ya kukaa mezani, kujadiliana, kuwekana sawa. Jambo la kwanza ninalotaka nilisisitize ni kumrudia kwanza Mungu. Tuliyemkosea, aliyenyosha mkono wake, aliyeachilia mabaya yatupate, huyo ndio wa kwanza kumrudia. Tumwombe msamaha kwanza. Watu wa imani zote, watu wa dini zote, tumwombe Mungu kwanza msamaha, ambaye ndio tumemkosea. Mungu kaachilia mabaya yaingie katika nchi. Pasipo kumwomba Mungu msamaha kwanza, kama watu wa nani wa Ninawi, mfalme akaitisha mfungo wa nchi nzima, ibada ifanyike nchi nzima, kumwomba Mungu awasamehe kwa maovu yao walioyafanya, ili Mungu awarehemu, awasamehe, asiwaangamize. Maana Mungu aliwapa siku 50. Haleluya! Wasipotubu anawaangamiza, wasipotubu kurejea kwa Mungu atawaangamiza kwa maovu yao. Mfalme akaitisha ibada ifanyike kwa watu wa imani zote, watu wa dini zote, wamwombe Mungu, wakafunga bila kula. Mungu akawasamehe, akaona toba yao. Haleluya! Akaona ya kwamba ni sahihi, ni nzuri, wametubu kweli kweli toka ndani ya vilindi ya mioyo yao, wametubia dhambi yao, akawasamehe, hakuangamiza. Hata leo sisi yale mabaya yaliyotupata kwa sababu ya mkono wa Mungu ameachia kwetu. Mabaya yametupata, kabla hatujakaa mezani kupata mwafaka, kwanza tumrudie Mungu. Huo ndio ushauri wangu, tumrudie Mungu, tuombe msamaha. Tusipomwomba Mungu msamaha, kibali Mungu hatatoa bado. Maumivu, majeraha aliyo ndani ya moyo wa watu hatayaondoa, kwa sababu kila mmoja atakapomrudia Mungu kwa ibada ya pamoja ya taifa, kumwomba Mungu msamaha, ndipo Mungu atakapotusamehe. Ndipo yale machungu, mabaya, maumivu, majeraha yaliyo ndani ya mioyo yetu, kwa kila mmoja kwa mimi Mungu amenisamehe, Mungu ametusamehe, Mungu kaachilia mkono wake, rehema zake za kutusamehe, ndipo hapo mioyo itakapotakata, mioyo ya visasi, mioyo ya kuhukumiana haitakuwepo, na Mungu ataachilia kibali kwa wananchi wake, wapate kuendelea kuijenga nchi yao, wapate kumwamini rais wao, kumwamini viongozi wao, kuamini majeshi yake yaendelee kuijenga nchi. La msingi kumrudia Mungu kwanza kabla ya kufanya mwafaka wowote. Hilo ndio la msingi, ndio litakalotusaidia kurejeza amani, utulivu, usalama ambao tunaona uko mashakani. Bwana Yesu asifiwe. Ni ushauri wa kiroho, wa kibibilia, wa kiimani. Huu uamini, sio ushauri wangu mimi. No, huu ni ushauri wa kiroho. Mungu anamwambia Manase, ukinirudia mimi ukatubu dhambi zako, uovu wako, ndipo mimi nitarejeza mambo ya kwanza yaliyoharibika, ambayo sasa ulikuwa nayo mazuri ya kwanza, amani, tulivu. Nitakurejeshea kibali, nitakurejeshea katika nchi yako kilichopotea, baada ya wewe fanya nini? Kunirudia, kutubia dhambi zako, kuyaacha maneno yako mabaya ya kufuru, ya upuuzi. Nitakufanya uwe msemaji wangu, mnenaji wangu katika taifa. Utakuwa mtumishi wangu mwema, mwaminifu. Nitakupa kibali, na watu wote wale ambao hapo mwanzo hawakukupenda, walikukataa, haleluya, watakuja kukutafuta, watakuamini. Utawaongoza kwa amani, kwa utulivu, kwa furaha, kwa maendeleo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumrudia Mungu, mimi ndio hilo la kwanza ninaloomba lifanyike kabla ya minyafaka mingine yoyote ile haijafanyika. Ushauri wangu wa kiroho nikiwa kama mtumishi wa Mungu, sawa sawa na neno la Mungu linavyotuongoza. Hata Daudi aliposhawishiwa na shetani kufanya mabaya, kuhesabu watu kinyume na Mungu kwa kushawishiwa na shetani, akaomba msamaha Daudi.
nipate kukufundisha. Akampiga watu 70 wakafa, lakini Mungu akarudisha tena amani, utulivu, usalama katika nchi ya Yuda ukaendelea kama mwanzo baada